Hello, mambo vipi? It's another day. It's another episode with your host, the one and only Lizo. So nawapenda sana familia na karibuni sana kwenye channel yangu, na wewe kama mgeni hapa hakikisha umesubscribe na umewasha notification bell ili uwe kwanza kila siku ninapo upload video mpya hapa na uweze kupata haya madini. Na kwa wale ambao tayari ni familia, thank you so much for your support. Bila nyinyi I think hii channel isingefika hapa. So today I want to share with you something big. You know, leo asubuhi nimeamka as usual, kabla sijafanya chochote, sijashika simu and everything else, waga na waza, I take a time to think about new things, you know. So kuna jambo likanijia akilini ambalo lilinifanya nifikirie sana kuhusu maisha yetu ya kila siku, you know. Nikajiuliza swali moja, why do some people change their lives completely while others remain the same situation for years and years, you know? Kwa nini wengine wanatoka kwenye maisha ya kawaida kabisa na kuyapata mafanikio makubwa, you know, lakini wengine wanaendelea kubaki pale pale miaka na miaka bila mafanikio yoyote? I think so much, nikafikiria kwa nini, na so baadaye nikaja kugundua kitu kimoja kikubwa sana, you know. Most of the time maisha yetu ni matokeo ya maamuzi tunayoyafanya sisi wenyewe. In simple tunasema our life is self-made, you know. Ni vitu ambavyo tunaviunda sisi wenyewe, na leo kwenye hii video nitakuonyesha baadhi ya sababu I think 5 zitathibitisha kwamba maisha yetu au maisha yako mtazamaji yanajengwa na wewe mwenyewe, you know? Na kama utaelewa hizo pointi, I think zinaweza zikakusaidia pengine, you know, au unaweza kushare video hii na ndugu rafiki zikamsaidia pengine anapitia situation ambayo is so worse, you know, things like that. So welcome and be ready. Kwanza lazima utambue kwamba your decision shape your future. That I mean, maamuzi yako ya kila siku yanaunda maisha yako makubwa. Kila siku iendayo kwa Mungu. Kwenye maisha yetu tunafanya maamuzi mengi sana. Baadhi ni madogo kiasi kwamba hatuoni kama yana umuhimu, lakini ukweli maamuzi madogo ndio yanaunda maisha makubwa, you know. Mfano, unaweza ukafanya maamuzi ya asubuhi kuamka mapema au kuendelea kulala, kufanya kazi kwa bidii au kupoteza muda wako kuscroll kwenye social media au kufanya mambo mengine yasiyo ya msingi. Unaweza ukaamua kujifunza skills mpya au kubaki pale pale, no? Kwa siku moja inaweza isionekane, lakini in the long term haya maamuzi yataonekana kwa kiasi kikubwa, you know? Mfano, mtu anaweza akaamua kujifunza skills mpya ndani ya miezi 3 au mwaka pengine, na mwingine akaamua kukaa tu idle, you know? Baada ya miaka kadhaa maisha ya hawa watu yatakuwa tofauti kabisa. That's the power of daily decision, you know. Successful people are not successful because of luck. They simply made better decision consistent. So kuwa makini sana na maamuzi unayoyafanya kila siku kwenye maisha yako, you know. Second, your habit build your destiny. Tabia zako zinajenga hatima yako, you know. Other things ambacho watu wengi hawakitambui ni kwamba mafanikio si tukio la ghafla,
Success is a daily routine. Ni kitu ambacho kinajengwa polepole kupitia tabia tunazozifanya kila siku. No? Example, mtu anayesoma vitabu kila siku badala ya miaka michache hatakuwa na maarifa makubwa yaliyoimarika. Au mtu ambaye anafanya kazi kwa discipline au anafanya biashara kwa discipline kubwa ataendelea kuimarika kila mwaka. Lakini kama tabia zako wewe ni procrastinate, uvivu, kuhairisha mambo muhimu kila siku, kupoteza muda wako kwenye vitu visivyo ya msingi, either kuscroll social media au kukaa na marafiki ambao maybe wanakupeleka wewe kwenye negative way, mambo yasiyokuwa ya msingi, pengine polepole maisha yako yataanza kwenda chini bila hata wewe mwenyewe kugundua. That's why successful people protect their habit, kwa sababu wanajua habit are quietly build your future every single day, so kuwa makini sana na tabia ambazo unazijenga kila siku. Thirdly, your mindset control your life. Mtazamo wako wa maisha unaamua mwelekeo wako baadaye. Hichi ni kitu muhimu sana rafiki yangu. Mindset ni kitu chenye nguvu sana kwenye maisha yetu. Naweza kutolea mfano, watu wawili wanaweza kuwa kwenye mazingira sawa, wote wanaweza kuwa wametoka familia moja, mtaa moja, au pengine wamesoma shule moja, lakini mmoja anaweza kufanikiwa sana na mwingine akashindwa kabisa. So unaweza kujiuliza ni kwa nini, lakini ukweli mindset zao ni different kabisa. Mfano, mtu mmoja anaweza akaamini kwamba maisha ni magumu, hakuna fursa na siwezi kufanikiwa, lakini mtu mwingine anaweza akaamini kwamba nitatafuta njia ya kufanikiwa na inawezekana kufanikiwa, na mara nyingi huyu mtu wa pili ndiye anayefanikiwa, because before success appear in your life, it must first appear in your mind, So lazima mtazamo wako uwe tofauti na wengine. You must think in a different way. You must build a strong mindset about your life, Number 4, blaming others keep you stuck. Kulaumu wengine kunazuia kusonga mbele. Hii ni moja ya jambo kubwa sana yanayowazuia watu wengi kubadilisha maisha yao. Watu wengi wanapokwama kwenye maisha wanaanza kulaumu kila kitu. Maybe watalaumu serikali, watalaumu familia zao hazikuwa na uwezo, au watawalaumu marafiki hawakuwasaidia, au pengine mazingira ni magumu. Lakini the moment you start blaming others, unapoteza nguvu yako ya kubadilisha maisha yako. Success people hawatumii muda wao au hawapotezi muda wao kulaumu wengine. Instead wanakuwa wanajiuliza maswali ambayo yanaweza yakabadilisha maisha yao. Mfano, wanaweza wakajiuliza, what can I do to improve my situation? Na swali hilo pekee linaweza kubadilisha maisha yao. Mafanikio huanza na uwajibikaji. Acha kulaumu wengine kwa kila kitu ambacho kinakuhusu wewe. Chukua hatua ya maisha yako. Jifunze kutokana na makosa na chukua hatua kwenye kila hatua ya maisha yako, and you will see the success in the long term, Lastly, your effort determine your result. That I mean, juhudi zako zinaamua matokeo yako. Kwenye haya maisha, kila mmoja wetu anataka mafanikio, lakini sio kila mtu yuko tayari kufanya kazi inayohitajika ili kuyapata mafanikio. That's why success is uncomfortable. Watu wanaofanikiwa mara nyingi wanafanya vitu ambavyo
wengine hawataki kufanya. Let's say kufanya kazi kwa bidii, kujifunza zaidi, kusoma vitabu kila muda, kujaribu tena tena hata kama wakishindwa, kuendelea kusonga mbele hata kama mambo yanapokuwa magumu, no? Na hiyo ndiyo sababu wanapata matokeo makubwa, because average effort give you average result. Extra effort create an extraordinary result. Watu wengi unaowaona wamefanikiwa leo hii walipitia kazi ngumu, kujituma na uvumilivu. No? Mafanikio hayaji kwa bahati tu. Mara nyingi yanakuja kwa kazi na juhudi za kila siku. Kama mtu unafanya mambo kwa uzembe na effort ndogo, matokeo yako yatakuwa ya kawaida kabisa. Ndoto pekee hazitoshi, malengo pekee hayatoshi pia. Effort ndiyo daraja linalounganisha ndoto yako na matokeo yako, no? Kama unataka matokeo makubwa kwenye maisha yako, ongeza kiwango cha juhudi zako. So familia, I think ujumbe wangu umekufikia katika muda sahihi. Maisha yako hayajengwi na bahati tu. Kwa kiwango kikubwa yanajengwa na maamuzi, tabia, mindset na juhudi zako. Kama maisha yako hayapo pale unapotaka yao sasa hivi, usijali. Kitu kizuri ni kwamba you can start changing it today. Badilisha maamuzi, tabia na fikra zako, na polepole utaanza kuona maisha yako yanabadilika. Remember this powerful trust. The life you want tomorrow start with the choice you made today, no? Kama umeipenda video hii, usahau kulike, kucomment na kusubscribe kama bado hujafanya hivyo. Na nataka kuuliza swali moja na wewe mtazamaji, kwamba unaamini kwamba maisha yetu ni matokeo ya maamuzi tunayoyafanya kila siku, au unaamini ni matokeo ya mazingira, au mazingira ndiyo yanaamua maisha yetu? So unaweza kunijibu hapo kwenye comment, na tukutane kwenye video ujao. Shut up, salute.